Huu hapa mzigo dogo. Wai! Ah! Nimekaa nikawaza nikaona nikutakie baraka, kusudi lile baya lilontendea sijali, nimeachilia. Pendo la Baba lilinisachi mwana likanikuta nimeinama, limenibadilisha limenifanya upya, nimesahau uliyoyatenda yanyerekeza ili usamehe. Inabidi ubebe ili uendelee, inabidi upele, sikuchuki. I wish you good, I wish you good. Dante, mwanaume usiyejua nini unahitaji kwenye maisha yako. Halo? Bakiwa na dakika 18. Na kutokea kila laheri kwenye mapambano yako. Mimi nitakuwa kama kivuli. Ukihitaji msaada wangu, sehemu ambayo unahisi kivuli kinaweza kufanya kazi, mimi nitakusaidia. Ila kimya kimya mno. Okay, nashukuru. Acha nikaonane na vijana sasa na kazi ianze. Okay, mke wako yuko wapi? Kuna lodge moja ya siri sana nimempeleka nisubiri. Ingawa yeye alilazimisha kuingia kwenye mchezo, ila nilimgomea. Akwino, ni michezo hatari sana hii. Epuka kumhusisha mke wako na michezo yako. Usije ukamuingiza hatiani. Najua ni hatari. Na ndio maana nimekwenda kumhifadhi ndani. Okay, good luck.
Kwa mujibu wa simu yake, GPS inaonyesha ashaingia nyumbani kwake. Eti Master Aquino. Master gani mzembe namna hii? Vijana, nendeni mkammalize pale pale nyumbani kwake. Tena mkammalize kama kuku. Na mletee shingo yake hapa. Kama ile simu imefanikiwa kufika pale nyumbani salama, mimi si kwamba wale jamaa watahisi mimi niko nyumbani, hivyo hawatapoteza muda. Ni lazima watapanga shambulizi la kuja kunishambulia, na wakija ndio watakuwa wameingia katika mfumo wetu. Kama jinsi ambavyo sisi tupo watatu, basi hata mfumo wetu wa kujilinda unatakiwa uwe pembe tatu, yani triangle. Hii ndio nyumba na hizi ndio njia kuu za kuingilia kufika hapa katika hii nyumba. So mmoja atakaa katika hii njia na mwingine atakaa katika hii njia, kisha mimi nitakaa hapa katikati. Huyu atakayekaa hapa atahakikisha na kuwa macho na kila atakayepita kuisogelea hii nyumba. Alkadhalika na huyu atakayekuwa huku atahakikisha na kuwa macho na kila atakayepita katika hii njia kuja kuisogelea hii nyumba. Kisha ukiwa na wasiwasi na mtu yoyote yule, hakikisha unanijuza kabla hajanikaribia. Mkuu, pamoja na mipango yako yote, inatupaswa tuwe makini sana, maana Aquino sio mtu wa kuacha mianya kizembe. Huyo ni bwege tu unayemzungumzia. Unasema nani bwege? Huyo Aquino simjui. Unamhitaji mtu bwege wakati hujawahi kukabiliana naye? Wewe ni mpuzi kiasi gani? Anayepaswa kumwita bwege ni mimi tu, ninayesuka mipango yote hapa. Dragon, the Fire Master. Nimekuelewa mkuu, haitojirudia tena. Unasema Aquino hajawahi kufanya makosa? Ngoja nikuonyeshe kwamba yeye ni binadamu kama binadamu wengine. Sisi tunakwenda pale, lakini hatutapita katika njia ambazo wamezoea wao kwa macho. Tutapita kwa wepesi kabisa kwa njia ya anga. Angani? Si unaona ni neno gani kwako? Aquino hajawahi kuagiza kwenye misheni kwa njia ya anga. Sasa leo utaona njia mpya. Master, kwa nini wote tusikae maeneo karibu na getini? Ili mtu akitaka kukatisha tu getini tunamwahi. Kule uliposema tutege ni mbali sana. Anaweza kapita mtu tukazani ni mzuri na kumbe ni mbaya. Na kumzuia atakuwa ngumu kwa sababu anakuwa kashafika eneo la tukio. Skoba, hakuna fala ambaye atakuja kwa kupitia mlangoni. Kumbuka wale ni professional killers na sio viongozi wa jumuiya kusema kwamba wanakuja getini kuleta bahasha za michango. Wana uwezo kupitia njia ambazo sisi hatukuzitarajia. Kwa hiyo pale getini sio pa kupatolea macho sana. Nyie kabeni katika zile njia kuu nilizowaelekeza hapa.
tukiwa tunakwenda pale, tunapaswa tukumbuke inawezekana kuwa ni mtego pia, ila hata kama ni mtego hatutaacha kwenda. Tunakwenda, lakini kwa tahadhari. Inawezekana kuwa ametuwekea mitego kwenye lango kuu la kuingia ndani kwake. Sisi hatutapita kwenye hizo njia. Tunakwenda ndani kwake. Mkifika pale, uwa chochote kinachopumua, hata kama ni mjusi. Kuna mtu yeyote ndani? Tunakwenda kwenye mission. Mtakapotega kwenye njia kuu, hakikisheni mnakuwa makini na kila mtu. Skoba, wewe ni mzuri sana kusoma hisia za mtu kupitia macho, hivyo hakikisha kupitia kwenye jicho la kila mtu unamsoma hisia zake kabla hajakupita. Hapatakuwa na mawasiliano ya sauti kwa sana, isipokuwa ni ishara, na ishara tutakazozitumia ni 3 pekee, na kila baada ya mzunguko mmoja tunatizamana. Ukitikisa kichwa kwenda juu mara moja, maana yake kila kitu kiko sawa. Ukitikisa kichwa kwenda juu mara 2, maana yake kuna kitu hakiko sawa. Na ukitikisa kichwa mara 3, maana yake kila kitu kimeharibika. Mara baada ya kusema hayo, basi kila mmoja akaitetea nafsi yake. Let's go. Zebu kipenzi changu, hakuna wakati bora zaidi kama huu ulioko mbele yetu, na uamuzi sahihi ni sisi kukimbia. Twende popote duniani, twende tukaanzishe maisha mapya, tukaanzishe pia na familia. Wake up Dante, umelala sana. Mimi Zebu, leo hii mimi nimelala kwa sababu ya kusema tukimbie. Kumbuka Zebu, ulivaa nguo ya pinki mara ya mwisho kule ufukweni, na uliniambia kamwe hautoniacha. Hizo zilikuwa ndoto za ujana Dante, maisha sio ndoto tena. Zebu, hii sio ndoto, hii sio ndoto. Nisikilize Zebu,
Mimi ndo mwanaume ambaye ninayekujua kuliko mwanaume yeyote hapa duniani. Najua unaogopa giza. Najua haupendi kula samaki kwa sababu ya miba yake. Pia najua unapenda mvua ikinyesha wakati wa usiku, ulale ukiwa umejikunyata. Ni mimi peke yake ninayekujua. Dante, naomba usinifanye nikarudi nyuma. Yaliyomo mbele yangu yananihitaji sana. Tena yananihitaji nikiwa na utimamu wa akili. Je, wewe ni mpenzi wa kuingia mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp, Instagram na YouTube, lakini kila ukiperuzi bando linawahi kuisha? Sasa solution hili hapa. Chris Bando, bei kitonga. Ukiwa na line ya Halotel, basi usihangaike tena kuhusu bando. Mtafute Chris Bando kwa bei kitonga, unapata majibi kibao. Yes, ni kuanzia shilingi 11,000 na kuendelea, unapata GBs nyingi za kutosha. Sasa cha kufanya, fanya hivi, mtafute katika namba hizi hapa zifuatazo. Chris Bando ana namba 4, lakini mimi nitakutajia 2 tu, ni 0615 75 43 03 au 0785 73 63 61. Kumbuka, Chris Bando anapokea pesa kwa lipa namba, na unapomtumia pesa yako, chukua ule muamala wa pesa uliyotuma. Tafuta namba moja katika namba 4 zilizoorodheshwa hapa chini, kisha mtumie muamala wa bando ulilolituma. Atakuunga tu. Chris Bando ni mmoja, na unapomtumia pesa jina lije Christopher Luoga. Sisi tunamwamini Chris Bando. Wewe kwani usimwamini? Chris Bando, bei kitonga. Leo nimewaletea neno la Mungu. Haleluya. Nyinyi ni wana wa Mungu ambao nimekuja mbele yenu. Bwana Yesu ameleta injili kwa ajili ya kuja kuwainua. Kuna watu leo hii ambao wanasumbuliwa na matatizo mbalimbali, ambao wanasumbuliwa na magonjwa, lakini Bwana Yesu yupo kwa ajili ya kuponya wana wa Mungu. Kuna mama ambaye anasumbuliwa na kisukari, naonyesha kwamba leo ndio siku ya uponyaji. Haleluya. Haleluya. Nimewaletea neno takatifu kwa sababu hata Mungu kwenye maandiko katika Yeremia 10 mstari wa 10 anasema, tazama nimekuweka juu ya mataifa yote kwa ajili ya kung'oa, kubomoa. Inamaanisha kwamba sisi ni watu wenye nguvu. Sisi ni wana wa Mungu ambaye tuna uwezo wa kufanya mengi ya ajabu. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa hiyo Yesu ukimfuata lazima uokolewe, lazima ukombolewe. Kuna watu wengi sana ambao wanasumbuliwa na umaskini, wanasumbuliwa na nguvu za giza, lakini lipo neno moja tu ambalo ni neno la uponyaji. Anayeleta ni Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya.
Mbagana, kuwa makini na kila atakayekatiza. Ukimuhisi mtu ni mbaya, muwashi. Skoba, hakikisha katika eneo lako hakuna mtu mbaya anayekatiza. Na mimi nipo getini hapa. Kenge yote atakayejaribu kutaka kuingia ndani na mla kichwa. Okay, mkuu. Na kwa taarifa yako Dante, niko hapa kwa ajili ya kumpambania mume wangu. Niko hapa kwa ajili ya kukabiliana na hatari yoyote ile ambayo itakuja kwa sababu ya kumzuru yeye. Na yeye mwenyewe ajui kama nipo humu ndani. Ila nayafanya yote haya kwa sababu nampenda sana mume wangu. Hivyo basi, Dante, kaa mbali na mimi. Zebu mpenzi wangu, umepatwa na nini? Au jamaa amekuloga? Nisikilize Zebu, najua unaniona kama Zuzu, lakini huyu Zuzu uliyemuona kasimama mbele yako muda huu amepanga kila mpango kuwa sawa. Najua ni wapi ambapo tutakimbilia, na huyu mshenzi Akwino kamwe hata kupata na Nyamaza Dante, na usimalizie sentensi kwa sababu unajidanganya sana yani. Zebu, naomba basi uniambie, unampenda mume wako kuliko mimi? Naomba uniambie huku tukitazamana. Hapana, simpendi kuliko wewe, ila nampenda kuliko viumbe wote hapa duniani. Ondoka Dante. Hata hivyo ile eneo sio salama. Sawa, naondoka. Ila haya machozi mtalipa wewe na huyo mume wako. Haleluya, mwana wa Mungu. Amina. Juu ya ulimwengu mzima kwa ajili ya kung'oa, kubomoa na kuharibu. Nimeonyeshwa katika ulimwengu wa roho. Dada, unasumbuliwa kwa muda mrefu kwa ajili ya kupata mchumba. Ndio baba mchungaji. Oh, haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Amina baba. Amina baba. Sasa jioni ya leo kuna baraka za kipekee sana. Mungu kaniagiza, Mungu kanipa maono na ufunuo wa ajabu kwamba nije nikufikishie neno la utakaso, kwamba jioni ya leo utaenda kupokea muujiza, utaenda kupokea mpenzi ambaye ni mchumba, ambaye ni mume wa maisha yako yote. Haleluya. Haleluya. Njoo kijana, njoo kijana. Asante baba. Kijana, wewe ni mtu wa Mungu ambaye Mungu kanionyesha maono katika ulimwengu wa roho kwamba kuna kitu cha kitofauti ndani yako na kuona ni kijana. Lakini jioni ya leo unaenda kupokea baraka za kitofauti. Amina baba. Kuna muujiza wa ajabu ambao utaenda kubadilisha maisha yako. Utaenda kuwa tajiri, ni kijana ambaye una pesa zako na ambaye utasaidia familia yako. Asante baba, nimeteseka sana. Sina chochote baba, tazama. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Ubarikiwe kijana, nenda ukakae. Mbarikiwe wana wa Mungu na mpokee neno takatifu.
Huyu ndo anatoka sasa hivi. Alikuwa anafanya nini cha ziada huko ndani? Na mbona kama analia? Kasongo, nini kimetokea huko ndani? Boss, Madam Zebuka alifungia huko chooni. Zebu yuko huko ndani? Ndio boss, amekuja. Uliniambia akija nimzuie. Sasa wakati mimi namzuia ndio akanifungia huko chooni ili nisimzuie. Shit. Kwa nini umruhusu Zebu aingie huko ndani Kasongo? Boss, alinizidi nguvu na isitosha kashanifungia huko chooni. Bosi, nasikia kama kuna watu wanatembea huku juu hapa. Bosi, kuna watu huku juu. Kuna watu. Nakumbuka siku ile tunapiga pingu za maisha, moyo ulikuwa mgumu kwako. Nilikutazama kwa jicho la hofu na kero ndani yake, sikuona thamani yako. Nikasema kama mapenzi ni upofu, ni bora nisikone. Kama mapenzi ni ujinga, ni bora nife. Nilijenga ukuta, nikaziba kila mwanya ya mahaba ndani yangu, ili usipate nafasi. Moyo wangu umekubali, tena umekubali kukupenda kwa moyo wote. Sio yule mgeni niliyemchukia mwanzo. Wewe ni nyumba yangu, wewe ni furaha yangu. Nimekuzoea, 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 nimekuzoea.